Leo nataka tujadili jambo fulani ambalo limenipa changamoto kidogo, na natamani na wewe pia likupe changamoto. Wewe hapo ulipo unatamani kufanikiwa. I don't know uko kwenye sekta gani, ama unafanya nini, ama uko kwenye field gani, lakini ninaamini kabisa unataka kufanikiwa. Tunapowatazama watu waliofanikiwa duniani, wafanya biashara wakubwa, wanaomiliki biashara kubwa duniani, ama hata nchini kwetu, wanasiasa wakubwa na viongozi wa serikali ambao wamefanikiwa sana, wanatu inspire. Wahubiri wakubwa ambao wamefanikiwa wanatu inspire, na watu wote wanaomiliki miradi fulani mikubwa kwa kweli wanatupa hamasa na tunatamani kuwa kama wao. Lakini kuna kitu kimoja ambacho lazima tukifahamu. Hawa watu kuna kitu wamelipia. Kuna kitu wamelipia kafara, wamegharimika. Yaani kuna kitu wamegharimika ili kufika mahali walipofika. Na tunaposikia gharama ama tunaposikia kafara, unaposikia watu fulani bwana ametoa kafara, ni mtu wa kafara, mafanikio yake ni ya kafara, wengi sana huwa tunakimbilia kwenye negative side ya kafara. Tunaamini kwa habari ya kumwaga damu za watoto, sijui mke, sijui mme na kadhalika, ama sijui kachinja sijui wanyama gani, wanafanyaga maibada fulani ya siri na nini. Sawa, lakini kuna kafara ambayo lazima kila mtu atakuwa ameilipa katika makundi hayo yote ambayo nimeyasema, na lazima na wewe uwe tayari kuilipa hiyo kafara. Binadamu wengi tunaogopa sana kuonekana kwamba tuna madharau, tunaogopa sana kuonekana kwamba hatujali. Binadamu wengi tunaogopa sana kuwekwa kwenye kundi la watu ambao hawapendwi, hawapendi. Tunaogopa kusemwa vibaya. Sasa katika maisha, ili wewe ufanikiwe, ili wewe ufikie kwenye ile lengo lako, lazima ukubali kuondoa distraction zote. Wewe peke yako ndo una taswira ya kule mahali unapotaka kwenda. Wewe peke yako ndiwe ambaye unajua ukubwa wa yale maisha ambayo unataka kuyaishi. Wewe peke yako ndio unayejua impact ambayo unataka kuileta kwenye dunia. Sasa hivyo vitu vyote ndivyo ambavyo vinakumotivate wewe kwenda mbele, vinakusaidia wewe kufocus. Kufocus maana yake ni kutazama mbele tu. Yaani chochote kisikufanye ukaondoa macho yako kwenda kushoto au kulia na kukupotezea lengo. Na huko ndiko kutake risk. Sasa kutake risk ni pamoja na kukubali kusemwa vibaya. Kutake risk ni pamoja na kukubali kutukanwa, kuonekana huna upendo, kuonekana hujali. Sasa wewe ukitaka kupendwa na kila mtu, wewe utafanikiwa lini? Wewe ukitaka kuchangia harusi zote za watu unaowafahamu, wewe utafanikiwa lini? Wewe ukitaka kuhudhuria misiba yote ya watu unaowafahamu, wewe utafanikiwa lini? Wewe ukitaka kila mtu akusifie, kila mtu akuseme vizuri, kila mtu aseme huyu mtu anapenda watu, huyu mtu anapenda nini, wewe haujawa tayari bado kulipa kafara. Yaani hivyo vitu vyote ni kafara, lazima uvitoe kafara ili ufikie mahali unapotaka kufikia. Sasa watu wanaogopa. Mimi nafikiri nikupe changamoto na wewe uangalie ni kafara gani ambayo unaogopa kuilipa. Na uwe tayari sasa kuilipa slowly but sure. Ni mchakato. Na ukiona kwamba umeanza kusemwa kwamba wewe una madharau, una roho mbaya, wewe jua kabisa unaanza kufanikiwa. Yaani wewe amini ninachokuambia, wewe umeanza kufanikiwa. Ukiona wewe unasifiwa na kila mtu, ukiona upati negative feedback yoyote kuhusu maisha yako wewe, jua kabisa bado una safari ya kufanya. Lakini ukishaona kwamba attacks zinakuja, maneno yanakuja mabaya kuhusu wewe, yani lazima uwe na side mbili. Lazima uwe na side ambayo watu wanakujua hivi kwamba mimi ni mbaya, mimi nina roho mbaya, mimi na nini. Yani lazima uwe upande ureserve kwa ajili ya watu. Alafu lazima uwe na side nyingine ya kwako. Wewe unajijua kabisa uhalisia wako. Unajua kiasi gani unajali, lakini unajua kwamba focus yangu ni hii.
Hata kama nitajali kuhusu harusi, nitajali kuhusu misiba, nitajali kuhusu ndugu, nitajali kuhusu familia na marafiki na nini, lakini nitajali kwa kiwango ambacho hakitanitoa kwenye focus yangu, kule ninapotazamia, kule ninapoenda. Yani sitaruhusu chochote kikani distract nikashindwa kufika kule mahali nataka kwenda. Sasa hiyo ndio kafara ambayo lazima uwe tayari kuilipia ili ufanikiwe, ili uwe yule mtu ambaye yupo kwenye fikra zako, yupo kwenye maono yako. Lazima uwe tayari kulipa kafara. Tukajaribu tuone tutafanikiwa.